Dennis, kuna kitu nataka uzungumze hapa? Michezo iliahirishwa. Yes, michezo iliahirishwa kwa sababu ya changamoto za hali ya hewa. Kwa hiyo hatutaki kuingilia kwa kuzungumzia kwa undani zaidi, lakini walitumia kanuni, lakini kanuni ndizo zilizotumika. Lakini pia sababu za kimazingira zilikuwa zinaonekana, kwa maana mvua zilinyesha. Lakini Dennis, yes. Kwa nini kunazungumza? Kwa sababu mwisho wa siku kama sheria ziko wazi, kanuni zinazungumza, kwa nini watu wabaki na dukuduku? Unadhani ni kwa sababu gani? Hoja kubwa na msingi ambayo watu wengi wanazungumza ni kwamba ni kwa sababu ya kile ambacho walitarajia kukiona, kwamba mchezo umeahirishwa, pengine wangecheza siku inayofuata ambayo ni leo, kwa sababu ukiangalia ratiba za timu kwa maana ya Tabora TRA, mchezo ambao unafuata ni tarehe 19 dhidi ya Young Africans. Lakini pia Simba ni dhidi ya Pamba tarehe 19. Maana yake hata wakicheza leo, kwa sababu kanuni inasema gepo ya kutoka mchezo wa kwanza hadi mchezo unaofuata angalau masaa 72. Maana yake hata wangecheza leo, si mchezo umeishwa jana, kama mazingira yanaruhusu, maana yake bado walitakuwa wacheze leo ili kusudi, kwa sababu bado zile saa 72 kufika tarehe 19 zinafika. Na issue ikaja kwa mashabiki wao hataki kuelewa, na hii inatokana na mifumo. Kikubwa wanacholalamikia, siamini kwamba mashabiki waoni hali halisi ya uwanja na miundombinu hairuhusu kweli. Sasa tunafanyaje? Issue ikaja kwenye labda, nadhani ni masuala ya kifedha, namna ambavyo waliokuwa na uratibu shughuli ya kuhakikisha kwamba watu wanaingia, kwa maana pesa zilizokuwa zinapokelewa. Nadhani ina changamoto kwamba mchezo ukija kwa sababu mchezo utachezwa, tunaamini hivyo. Je, katika mchezo utakaofuata watatoa kiingilio upya ama watakuwa wanatumia kadi zile ambazo walizitumia? Lakini kama kadi hazitumika, wametumia hela kutoa mkononi, na kwa nini mchezo unaofuata kujua nani katoa pesa, nani hajatoa? Kwa hiyo inaweza ikaleta changamoto. Na kwa upande mwingine naweza nikasema hivi, kwa issue ambayo ilitokea jana ya mchezo wa Simba dhidi ya TRA kuahirishwa, kanuni na sheria zipo wazi kabisa, zinasema endapo mchezo utagairishwa kwa sababu ambayo ipo nje ya uwezo, mchezo unaweza ukachezwa siku inayofuata, ili mradi tu iwe ndani ya masaa 72 kutoka mchezo utakavyochezwa mpaka mchezo mwingine. Hapa naweza nikashusha lawama hata kwa hivi vilabu. Unajua hivi vilabu kuna namna fulani vinashindwa kuwaheshimu mashabiki wake, kwa sababu tunajua klabu yoyote ile ulimwenguni, mtu namba moja au kitu namba moja kinachoingiza mapato katika klabu ni mashabiki, kwa sababu mashabiki wananunua jezi. Ikitokea fursa mbalimbali mashabiki wao wanafanya, lakini vilabu vyetu vya Afrika hususan hapa Tanzania kuna namna fulani huwa vinashindwa kuwaheshimu mashabiki wao. Nasema hiyo nikiwa na maana hii, leo hii mchezo wa jana Simba dhidi ya TRA, mashabiki wametoka sehemu mbalimbali kanda ya Ziwa, wameenda pale Arusha kwa ajili ya kutazama ule mchezo. Lakini mwisho wa siku mashabiki wale, baada ya kuuliza haki yao ya msingi kwamba baada ya huu mchezo kuahirishwa, je, mchezo utapigwa lini, na kama utapigwa kesho vipi, hela yetu tunaweza tukarudishiwa? Kwa sababu tunajua sasa kuna aina za kuingia uwanjani, kuna ule kutumizi ya kadi ya N-card, pia na kule kutoa hela mkono kwa mkono mnaingia. Lakini hawakupewa majibu yaliyo sahihi, na kibaya zaidi ambacho kinahuzunisha, ambacho kwa afya mpira wa miguu kinaenda kuharibu, na tunaweza tukashuhudia kabisa mashabiki wakawa hawaendi viwanjani kabisa, hata mkisema bure. Leo hii shabiki ameingia kwa kiingilio chake, unakuja kumdani mabomu ya machozi. Umeona? Hiyo mbaya. Ni mbaya zaidi, na mwisho wa siku uwanjani pale ni sehemu ya burudani, watu wao wanaenda na watoto wadogo. Ukijaribu kuangalia Agathon, sheria ambazo kanuni walizotumia ya 39 inasema kwamba endapo ikitokea hali ya uwanja kuharibika kutokana na hali ya hewa au matokeo ya hali ya hewa mbaya ambayo hayawezi kurekebishika kwa muda mfupi, mchezo unatakiwa kuahirishwa mapema kabla ya saa 6 mchana. Sasa jana kinachozua taharuki ni muda ambao bodi ya ligi wameahirisha mchezo. Hii pengine inatengeneza taswira gani kwa ligi yetu, lakini pia ukijaribu kuangalia sheria na kanuni za ligi yetu? Hapo tukija kuzungumza ukweli, kulingana na sheria kama ulivyoisoma hapo kabisa, imesikika ukisema kwamba inatakiwa taarifa itoke kabla ya saa 6 mchana. Saa 6 mchana. Na yani hadi jana watu walikuwa shajiandaa, imefika muda wa game kabisa, watu wameshafika, hata kama wale ambao walikuwa wako mbali walikuwa wanajua kwamba mchezo unaendelea. Taarifa haikutoka mapema. Kwa hiyo kipi ambacho kinakuja kutokana na hilo?
mchezo. Hiyo inakuja kwamba hata zile sheria ambazo zipo kwa ajili ya kuiongoza ligi yani ule utekelezaji wake umekuwa sio wa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo hata utekelezaji kuna namna huwa na feli. Lakini kitu kingine akiwa akizungumza Kifwe hapa na Dennis wakasema kwamba sheria inasema kwamba mchezo ukiahirishwa kesho yake inatakiwa mchezo uchezwe, lakini jambo kama hilo halijafanyika. Kwa hiyo hayo yote ni kutokuheshimu zile sheria ambazo umeziweka. Na kingine, ili swala la kutokuheshimu, asilimia kubwa ambao wanapendelewa ni vilabu vikubwa. Leo hii mimi nina asilimia 90 mpaka 98 mchezo ule wa TRA, labda TRA nilikuwa nacheza na Mbeya City au klabu yoyote daraja la kati, nilikuwa nina uhakika leo mchezo asubuhi ulikuwa unacheza, ila kwa sababu ni Simba Sports Club, kama unavyojua vilabu vya Simba na Yanga kuna namna fulani maamuzi yao wanakuwa juu ya mamlaka, ndio maana mchezo umeahirishwa. Hata zile sheria ambazo zipo muda mwingine kwa ile kauli ya kwamba vilabu vikubwa Tanzania viko juu ya sheria bado inafanya kazi. Kuna muda inafanya kazi, inaonekana hivyo. Ni muda wote, mimi kwangu muda wote hiyo slogan ambayo inaendelea inafanya kazi, kwa sababu tunaona watu wanajiamlia.